Yes, hello. Babe. Asa fresh, nishafika eneo la tukio. Njoo basi. Sasa kwa nini sasa imekuwa wakati tushaelewana kila kitu? Sikia nikwambie basi mke wangu, sawa? Njoo basi hapa tutaliongelea tu ile tatizo na imani litaisha. Ni kweli nafahamu kweli mimi nimekosea, lakini sio kwamba unihukumu kwa hilo kosa ambalo nilikosea mimi. Sawa? Wewe njoo, mimi na imani tutaimaliza hapa, tutaliongea tu na imani litaisha. Najua sio hivyo, lakini sio hivyo. Sasa kama ukiamua kufanya hivyo unavyoamua kufanya, sasa unafikiri mimi nitaishije? Na unajua kabisa mimi nakutegemea wewe. Wewe ndio uko moyoni mwangu. Jua kila siku huwa nakuhitaji wewe. Wewe ndio furaha yangu. Ni kweli, lakini jua kabisa kuna kupata na kukosa. Kwani kwamba siku ya leo ndio kwamba mimi ndio kudanganya kwamba sikutimizia ahadi zako. Lakini jua kwamba mambo hayakuwa vizuri. Please, nakuomba basi njoo tuzungumze vizuri. Na imani kujisema tukaelewana. Halo? Halo. Mbona unanifanyia hivyo? Kama unafikiri mimi ukiniacha mimi nitaenda wapi? Please, nakuomba, kweli mimi nimekosea. Mimi naomba unisamehe mke wangu. Halo. Kaka. Brother, pole na hongera. Inaonekana sana yule mwanamke ulimpenda, ila kuna kitu ambacho ulichokisahau kutoka kwa wanawake kaka. Siku zote mwanamke ni kama kinyonga. Kinyonga anapokuwa sehemu huwa na asili ya kuadapti mazingira aliyopo. Kama atakuwa kijani atakuwa naye kijani, kama atakuwa kwenye njano basi naye atabidi awe njano. Ila ulisahau hicho ndugu yangu. Mapenzi siku zote huwa ni hisia zinazouma ila hazichoshi. Na usijikatie tamaa kwa kuwa umempenda na amekuumiza. Nimekuona muda mrefu sana ukilia kaka yangu. Ndio maana hapo awali nilitanguliza pole na hongera. Kwa sababu pole yangu ilikuwa kukupa pole kwa mtu uliyempenda kisha kakuumiza. Na hongera yangu nililenga kuwa hongera, wewe ni mwanaume shupavu, umediriki kumpenda mwanamke ambaye leo hii amekuliza. Huo ni ushupavu na huo ni wanaume. Labda mimi nikuulize swali.
Huyo mwanamke huyo ulikuwa na malengo naye gani? Unajua ndugu yangu, kila mtu anakuwa kwenye mahusiano anakuwa na malengo fulani na mtu wake. Kikweli ni mtu wangu nilimpenda sana na nilimwamini kwa kila jambo, na nilihisi kwamba ndio mwanamke ambaye atakuwa mwanamke wa ndoto yangu mimi. Lakini mimi kinachoniuma, nilidiriki kuuza kiwanja changu ili kumpatia pesa ili aweze kumaliza matatizo yake. Ni lazima aumie na ni lazima machozi ya kutoke. Ila labda nikuulize swali. Unajua, au kabla kukuuliza swali, labda nikupe kitu kimoja. Unajua sisi wanadamu, Mungu alivyotuumba mioyo yetu inawahi kupokea maumivu kwa haraka kuliko furaha. Kwa sababu unaweza kawa una furaha yani iliyopitiliza, lakini likaja umivu ndogo tu likaondoa furaha yako yote. Vijana wengi tunashindwa kufahamu. Vijana wengi tunachanganya nyakati, kwa sababu nyakati ya kutafuta pesa ndo nyakati ya sisi kuwa kwenye mahusiano, na nyakati sisi ya kusoma ndo nyakati ya sisi kutafuta pesa. Wakati tungekuwa tunapanganisha nyakati, kuna nyakati ya kusoma, nyakati ya kutafuta pesa, afu na nyakati ya mahusiano. Lakini vijana wengi wa kisasa na vijana wengi wa kileo tunachanganya nyakati, na nyakati brother ndo zinazotuharibia maisha, kwa sababu vijana wengi wa leo wamekuwa wakiumia sana kwenye mahusiano, kwa sababu wengi wanaingia kwenye mahusiano pasina kujua mahusiano yao yanahusiana na nini. Ndio kudirikia kupelekea watu kuuana, watu kurugana na mambo kadha wa kadha kwenye mahusiano. Mimi ninachokuomba ndugu yangu, piga moyo konde. Wanawake ni wengi sana duniani, wanawake wapo wengi sana, ila shida inapokuja kumpata mwenye mapenzi ya kweli. Ila mimi ninachokushauri kakaangu, na kuomba sana, muombe Mungu sana, fanya kazi kwa bidii, jipende, jithamini, jali muda wako, kwa sababu hakuna mwanamke anayependa mwanaume asiyefanya kazi. Hakuna mwanamke anayempenda mwanaume asiyekuwa na kitu. Kuna kuomba, fanya kazi kaka, fanya kazi, ujipende, jali muda wako, fanya kazi kwa bidii. Mbona wanawake atakuja wenyewe tu kakaangu, kuliko kukaa unajiumiza, kukaa unalialia, na wala haipendezi, kwa sababu wewe ni tegemezi na wewe ni nguvu kazi ya taifa. Na kuomba ndugu yangu, kwa sababu mwanamke yani ni kiumbe dhaifu sana, na mwanamke ni kiumbe hatari sana. Mimi nakuomba kwa hilo, kwa heri.